So ili picha linaanza usiku mnene ndani ya hii nyumba ambayo tunaiona hapa. Ndani kuna mshikaji amekaa kwenye kitanda akiwa anabijawa na mawazo, anatafakari vitu vingi kwenye kichwa chake. Muda mchache tunamuona anamtizama mwanamke aliyelala pembeni yake. Anajaribu kujisogeza karibu kwa utaratibu kabisa ili kuanza kuomba mchezo uanze. Akiss na kumshtua, baby, oi, amka basi. Wewe unaweza ukaniachia? Mbona unanisumbua hivyo? Mimi nataka kulala. Huu ni muda usiku wa kulala. Wewe vipi? Hivi mimi natakiwa nifanye nini kwenye mazingira kama haya? Wewe ni mke wangu. Alafu bado unashindwa kunipa haki yangu ya tendo la ndoa. Wewe kila saa unazungumzia tendo la ndoa, tendo la ndoa, tendo la ndoa. Kila wakati huwezi ukamaliza miezi miwili mwaka hivi bila hivyo. Wewe hebu samahani. Yaani mimi mtoto wa kiume nimalize miezi bila nani? Mimi ni mwanaume kweli? Wewe unazungumzia kitu gani wewe? Mimi na wewe tu mmoja. Lini utaachana na upumbavu ukampa mwanaume haki yake anayostahili ya nyumba? Kwa hiyo mchizi alikuwa ana complain ni takriban miezi mitatu toka moyo mwanamke na hawajawahi kukutana kimwili, yani hajawahi kula. Kwa hiyo mchizi alikuwa na upwiru wa kutosha, na huyu dada alikuwa haelewi kabisa nini huyu mwanaume anakiongea. Kwa hiyo kila alichokuwa anaambiwa, wewe niache nipumzike. Ambia bwana, acha hayo mambo. Mbona mambo, wewe nataka nilale, nitakuachia hiki chumba nitoke. Mchizi anabaki ameshangaa. Watazamaji tunabaki na maswali. Ni nini kinamkuta huyu dada? Twende taratibu na hii safari mwanzo mpaka mwisho, utaelewa kwa nini yuko kwenye situation ya namna hii. Usiache kucomment, share, subscribe, bonyeza alama ya kengele. So asubuhi ikawa imeingia, tunamwona dada yako mzee amekaa kwenye meza akijipatia kifungua kinywa, wazungu wanaita breakfast. Mchizi akiwa amepiga zake suti nzito, naye anatoka zake chumbani, anakuja ukumbini. Wakati akienda kazini, anamkuta amekaa, anamtazama kwa tabasamu huku akitembea kimadaa. Anasogea karibu, anamwambia hii ndio kitu ambacho unaweza kukifanya, kula. Yani kula tu wewe, hicho ndio kitu pekee unaweza kukifanya kwenye hii ndoa. Hivyo hujisikia aibu, unashindwa kukidhi tendo la haki ya mume wako, and then hata kuleta chochote, yani huna hata kazi ya kuleta chochote mwandani ukasaidia maisha. Lazima sikiliza, kama unataka kusema na mimi, nenda direct, acha kuzunguka. Mimi najua sina kitu ambacho naleta mezani na najivunia kwa hivyo, lakini sema lazima ujivunie. Usipojivunia unafikiri itakuwaje na huu ujinga ambao unaosema? Bado huyu mshikaji alikuwa anaonyesha kwamba wazi, naambia wewe ndio una mambo ya kipuuzi. Wewe hatuwezi tukakaa kila saa unaongelea tendo la ndoa. Ili umekuwa mteja. Anasema nimekuwa mteja wa tendo la ndoa? Yani hiyo ni tatizo? Yani wewe kumpa mtu haki yake unaona ni uteja? Hivi wewe mtu wa aina gani? Hebu fanya nijione mwanaume kamili na niko na mke. Yani hata sikuelewi. Ninapokupa pesa huwa kwako ni furaha tu, nilipokuoa ni furaha, lakini kwenye uwajibikaji ni shida. Ugomvi wa familia hii ni mwanaume anataka haki yake ya tendo la ndoa na mwanamke anaonekana kuto kujali. Mwanaume alifikia hatua akasema, acha nife nikiwa nafurahia maisha na wewe. Lakini sio hivyo unavyofanya. Anamgusa, wewe kwamba usinishike, mimi toka nenda kazini. Anambia kweli nitaenda zangu kazini. Wewe kaa hapo usubiri nilete vyakula ule na huna unavyovitumikia. Toka. Yani huyu dada ajabu ambaye ulikuwa unaiona kwenye hii movie ni mtu ambaye alikuwa hajutii hiki anachokifanya na anakuwa mkali kabisa. Nini kimemfikisha mwanadada mrembo kama huyu aliyeridhika kuolewa lakini kwenye situation kama hii? Endelea kuifuatilia. Hii ni Jarida la Simulizi. Usiache kusubscribe, bonyeza alama kengele. Sauti ya ndugu yako mwenendo Pinda C ndio tapita na wewe. Siku ile imekwisha, usiku ukafika na mchizi akajisogeza mjengoni, yani kurudi nyumbani kwake, kwa sababu muda wa kurudi ulikuwa umefika. Anaingia ndani ya hii nyumba, anaita baby. Yes baby, niko bafuni naoga. Mchizi asema uko bafuni? Anatupa koti kwa mambwembwe, anaanza kusaura saa yake, anasema safi sana, akiwa amejipanga kwenda kumshawishi mkewe kwa usiku huu mwingine tena, labda jambo lifanyike kwenye mazingira tofauti. Najua romantic. Mchizi haelewi ni ana upwiru.
anaelekeza tai, anauelekea mlango wa bafuni na anafungua kwa madoido na kuingia ndani. Ile anaingia tu, wewe unafuata nini huku? Hii maana yake nini? Wewe vipi wewe? Toka. Huyu binti anatoka mbio, mume anamwambia, "Wewe vipi? Wewe una matatizo gani? Mbona unakimbia kama kuna mtu anakufukuza?" Anambia, "Mbona umekuja bafuni?" Anasema, "Ba, swali gani unauliza? Kwani bafuni mtu na mkeo anaweza kufanya nini?" Anambia, "Sijui, labda niambie." Anambia, "Bafuni mtu na mumewe wanaweza wakaoga pamoja, wakapata muda mzuri wa kusahau matatizo yao, and wanaweza pia wakapata tendo la ndoa." Sikiliza Ken, naingia pale, sitaki kukuona unakuja, sitaki kukuona wewe au chochote kile kinachohusiana na wewe. Mchizi anashangaa, mtu ana gani? Anaingia, ana roki, anamuuliza, "He, wewe unatia mpaka roki ndani?" Ambie, "Yeah." Anasema, nimepotea hivi, ni mwanamke wa aina gani mimi nimejiingiza? Siku inapambazuka tena, bado Kenny kitu ambacho kinamuumiza, kinamtesa hiyo nyumba. Siku hii bwana alikuwa amekaa zake kitandani akishughulika na simu yake, mawazo yakiwa yamemjaa. Tunamwona huyu bidada akisogelea kitanda kwa madoido sana, anakaa. Mchizi hamshurikii, ni kama vile hajamuona au hujui. Naambia, "Baby, tunapaswa tusali asubuhi hii pamoja." Mchizi anamwangalia, "Mbona sikiliza, na mambo mengi sana kichwani, tafadhali niache." Anambia, "Hiyo ndio tatizo lako, lakini inapokuja swala la tendo la ndoa una mambo mengi." Anambia, "Hili limekujaje sasa? Unajaribu kunikufurisha na Mungu wangu? Yaani wewe huna mahusiano yote mazuri na Mungu. Umenielewa?" Anambia, "Sikiliza bwana, mke na mke wamejitoa kafara wanapoana. Mke hana haki na mwili wake kumzuia mumewe kufanya chochote, na mume hana haki ya mwili wake kumzuia mkewe kufanya chochote pale anapotaka kufanya. Lakini anakushangaa wewe, mambo ni tofauti kabisa. Mizozo ya ndoa hii ni mmoja tu, huyu mshikaji kutaka tendo la ndoa na mkewe. Fikiria umemuoa mke, hii ni takriban mwezi wa 4 na hujawahi kumgusa. Evaa hiyo husika, afu comment ungeweza kuvumilia kwa muda gani? Lakini dada pia bado anaonyesha kwamba hiki ni kitu ambacho, hii ndio matatizo yako. Tunapozungumza vitu vya msingi, niache mkaa peke yako bwana, sitaki kunivuruga akili yangu. Leo ni siku ya mapumziko. Niambia wewe, kila ukikaa unaongea jambo moja tu, una mambo mengine ya kuzungumza? Mapenzi, 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 tendo. Kwa siku hizi zinasogea, na siku moja bwana, huyu mchizi alikuwa yuko ukumbini amekaa akitizama TV na huyu mkewe amekaa pembeni. Hii ilikuwa ni siku anamgeukia, anamtizama na anaamua kuzungumza. Anambia, John Vita, hivi unajisikiaje? Mumeo yuko hapa na hajawahi kwa miezi kadhaa kupata haki yake. Anasema, sasa mimi hiyo inanihusu nini? Kwa nini kila saa tunaongelea seksi tu? Tunaongelea. Ndio, sisi lazima tuzungumzie. Kwa sababu nini tuongelea? Kwa sababu hicho ndio jambo ambalo limetufanya sisi pia tumeoana. Mimi ni mke na mume. Kwa nini unafanya hivi? Nikufanya nini? Mbona sikuelewi? Nafanya nini? Kwa hiyo sisi ndani ya nyumba, nasema ya, wewe huoni kwamba kuna tatizo? Sikiliza Jovenita, hebu nadhani kuna kitu kinakusumbua. Sikijui ni nini, lakini kuna kitu kinakusumbua. Basi niambie, labda kuna mambo yanakutesa, kuna vitu unanificha, nijue, niambie mumeo, kuliko hivi tunavyoishi. Nyumba imepoteza furaha. Udada anakaa kimya bila kuzungumza chochote kile. Chiza anamtizama na Jovita. Hii haina afya kwa ndoa. Masiku, miezi inakatika tena. Kelele ya nyumba hii ni ile ile. Mume analing'ang'ania penzi lake. Siku moja wakati anarudi kazini, anaingia, yuko ndani ya gari. Anazima gari akitafakari namna ya kuingia ndani kwake. Anatulia kidogo akiitizama nyumba yake. Kisha anajikamata kichwa na kujisemea kwenye nafsi yake, hivi mimi nina ndoa ya namna gani?
nina mke na hajali hisia zako, hajali hata kutuliza nafsi yako. Yaani sijui lini atainuka huyu mwanamke. Wanawake wengine wanapambana kutuliza nafsi za waume zao. Wa kwangu sasa, mchizi siku hiyo alikuwa yuko kwenye dimbwi la mawazo, anatamani kama asiingie tena ndani ya hii nyumba, lakini ndio nyumbani kwake na amefika. Siku hii bwana inapita, na siku inafuata nyingine. Anamwambia wewe, jamani, hivi wewe ni mtu wa namna gani? Kwa nini unanifanyia hivi? Ngoja nikwambie kitu, wewe ungekuwa wewe ndio mimi, nadhani ungekuwa umeihama hii nyumba. Anaambia haiwezekani, mimi siwezi kukuomba tufanye hilo tendo, hilo jambo baya lenye maumivu. Wewe unaona ni kitu cha fahari hicho? Anaambia kwa hiyo kufanya tendo la ndoa ni maumivu kwako? Kila kitu ni maumivu, lakini ukipokea pesa una furaha asubuhi nini, lakini napokuja kwenye swala la haki yangu nasema ya lazima wewe ni mume wangu, lazima unipe. Na nadhani ungebadilisha topic tu, tunazungumza kila siku kwa kiasi gani tutakuwa tunapata fedha za kutosha. Kwa hiyo mchizi bado vita yake na mkewe ni ile ile ambayo haieleweki. Masiku yanasonga na yanakatika. Siku moja mshikaji akiwa anaamua kumsimulia mshikaji wake kila anachopitia nyumbani, kiasi cha kumuita asema mwanamke ni shetani, inakuwaje kuoa shetani kama huyu? Kweli kwa miezi yote toka ndoa hatujakutana kimwili. Nasema sikiliza bwana, unabidi yule ni mkeo, usimuite. Sema of course ni mke wangu na najua, lakini nimuite vipi au nidhani vipi kwa hiki kinachoendelea? Chizi alifikisha taarifa ya malalamiko na kueleza kila kitu kinachoendelea kwenye nyumba yake baada ya miezi isiyopungua takribani 8. Na mchizi anamwambia naelewa, lakini umejaribu kutafuta kwa kina nini kinamsumbua? Anasema nimejaribu, nimeuliza na hakuna majibu sahihi. Baada ya kikao hiki na huyu mshikaji wake bwana, siku hii sijui waliongea kitu gani na mchizi wake, lakini kikao kilivyokwisha, tunaona usiku umefika na huyu dada tunamwona akipiga simu, anakata akisema hapokei simu. Hebu angalia muda huu wa usiku, hapokei simu na bado hajarudi nyumbani, maana ni nini? Kwa dada alikuwa akilalamika hamuone mumewe, yule ambaye hataki kumpa tendo la ndoa, anainua simu yake kuipiga tena, na hii simu inamwambia hapatikani. Kaamua kuzima kabisa simu. Kila anavyojaribu kuipiga hii simu, kujaribu kumpigia mumewe, usiku wa manane hajarudi, sio kawaida yake. Simu inasoma hamna. Siku ya pili asubuhi ikawa imepambazuka bila mumewe kurudi nyumbani kwa usiku wa siku ile. Anaingia na mwambia, wewe unatoka wapi? Ulikupo wapi usiku ule? Ambia jamani, kwani hebu niache, nimechoka sana. Nimekuuliza, hii ni haki yangu, mimi ni mkeo, niambie ulikuwa wapi? Akaniambia nazungumza na wewe. Chizi hataki kuzungumza chochote, anataka kupita. Wewe ulikuwa wapi? Kenneth, mimi natakiwa kujua ulikuwa iko wapi na nazungumza na wewe. Mchizi hakutoa majibu yoyote yale. Ulikuwa uko wapi wewe? Usiku hujalala nyumbani. Mchizi aliondoka bila kujibu chochote kile. Huyu dada alibaki na mawazo, akijiuliza ni nini kinatokea au nini kinaendelea. Siku hii asubuhi alikuwa ameandaa breakfast, akiwa amekaa akijua ataweza kupata muda wa kuzungumza na mumewe juu ya kile kilichotokea siku iliyopita. Mchizi anatoka chumbani, anafunga mlango na anamwambia, hey baby, good morning my love. Karibu, nimekuwekea breakfast iko tayari, unaweza kukaa tu. Jamaa anatembea kwa minata, anambia baba, siko interest na kula saizi, takiwa na wewe kazini. Anambia hey, hujawahi kuacha chakula chako cha mchana, nini kinaendelea? Jonita, nimekuambia sina njaa, lakini hutapata kitu utakapofika ofisini, ni bora ungekula kwanza. Hapana, usijali, nita take care of myself. Yani ni kama mshikaji aliamua sasa nataka kumfundisha kwa vitendo, ajue kile ambacho anakikataa ni kitu cha msingi kwa kiasi gani kuliko vitu vingine vyote ambavyo anavifanya, kuliko mimi kulala nyumbani wala kuniwekea breakfast. Siku hii tena ilifika bila mumewe kurudi. Akampigia rafiki yake akamwambia, ina maana kweli mume wangu hayupo nyumbani kwako?
Sasa atakuwa wapi? Simu ya upande wa pili anasema hata mimi nashangaa ukiniambia kwamba hayuko nyumbani. Anambia samahani, unaweza kumpigia alafu mwambie apokee simu zangu kwa sababu hapokee simu zangu. Mshikaji anamwambia sawa, nitampigia. Anambia kwa maana hapokee simu zako? Asema napata wasiwasi, naanza kupata shaka, kwa nini hapokee simu zangu? Mshikaji anambia ngoja nitampigia, halafu nitakwambia, nitasubiri. Mchizi siku nyingine tena hajarudi nyumbani kwake na mkewe amejawa na mawazo. Ni nini anakifanya huyu mshikaji, au nini kinakwenda kutokea? Siku hii inapita, asubuhi inapambazuka, Lagos ikiwa inang'ara, mke bila kumuona mumewe. Yuko nyumbani asubuhi hii anaandika vitu fulani kwenye simu yake, akiwa ametulia ukumbini huku akitizama TV. Mkewe anaingia kutoka chumbani, anambia baby. Jamaa yuko kimya. Baby, tafadhali nataka niongee na wewe na kuahidi sitachukua muda. Anambia wewe ongea tu, mimi nakusikiliza. Dada ametulia. Wewe unanichiti au? Nataka nijue, uniambie jibu la kweli, unanichiti? Mchizi ni mapema mno kuzungumza mambo kama haya kwenye ndoa hii. Umebadilika sana, umekuwa mtu tofauti na mwanaume ambaye nilikuwa nafunga naye ndoa. Ndio maana nauliza Jovita, nimekuambia siko kwenye mood ya kuzungumzia hivi vitu lakini tunatakiwa tukizungumzie hiki. Tafadhali naomba tujadili. Mchizi anakaa kidogo kimya, anamwambia unaniona nasikiliza, lakini mimi siko tayari kuzungumzia hivi vitu. Kisha mchizi anasonya, anainuka na kuelekea zake chumbani. Huyu mwamba ni kama alikusudia sasa natakiwa kumfundisha kwa vitendo. Usiku unaingia tena. Ndani ya nyumba hii tunamwona mshikaji akiwa amelala ukumbini. Leo kwa mara ya kwanza amelala. Mkewe anakuja anambia, "Mango, twende ukalala chumbani. Mbona umelala hapa sasa hivi?" Anamwambia kwenda kufanya nini huko chumbani? Kwenda kulala tu. Anamwambia niko comfortable kulala hapa. Hapa najisikia vizuri zaidi ya huko. Anamwambia utakuwaje comfortable kwenye kitanda kati una kitanda kikubwa? Anamwambia Jovita, sitaki kuja huko juu kwa sababu nitataka kukugusa na tutagombana. Kwa hiyo please naomba wewe nenda zako ukalale. Kwani lazima unishike? Si unaweza ukaja tukalala. Umchiza anamkazia macho. Anamwambia wewe kwani sio mke wangu? Au mimi sio mumeo? Kwa nini niogope kukushika? Sikiliza. Embo kama nilivyosema mwanzo niko comfortable hapa. Embo ondoka zako bwana. Nikiwa nataka kutekulele kutandani sitarudi hapa. Kwa hiyo vita ni huyu dada anataka mumewe arudi ndani, lakini mumewe anamwambia hapana, mimi sioni sababu za kurudi ndani. Maongezi yanaenda kwa muda mrefu. Usiku huu unaisha mchizi akiwa amelala kwenye coach. Hakutaka kabisa kuingia ndani ya chumba cha huyu dada. Huyu dada mwisho alibidi amuite shoga yake, amueleze nini kinaendelea kwenye nyumba yake. Anamueleza ukweli, lakini huyu dada anakuwa mkweli, anambia sijui niseme nini, lakini kiukweli wewe unaivunja ndoa yako mwenyewe. Lakini najaribu nashindwa. Sasa paka hapa bado hatujajua huyu dada nini kimemkuta. Huyu shoga yake ni journalist. Huyu dada atakuja kumsaidia pakubwa sana huyu mshikaji. Huyu dada alifikia hatua ya kumuuliza hivi, unampenda kweli mumeo wewe? Kwa sababu mnashangaa kama unampenda uko ndani ya ndoa, halafu imepita miezi bila kumpa tendo la ndoa mumeo. Unajua nini kinaweza kuja kutokea? Maongezi yao alikuwa hivi, siku hii bwana inaisha nayo tunakuja kuonyeshwa ofisini, mshikaji amekaa na anaambiwa salamu. Unajua kwamba mkeo alinipigia akiwa na wasiwasi. Mshikaji anambia kana na mke wangu bwana, mimi nilienda zangu kwenye hoteli kidogo, mambo yamenizidi bwana, kabidi katafute sehemu nishushe kidogo, nafikiri tutaishi vipi? Kwa hiyo huyu mshikaji alikuwa anamwambia huyu bwana mumkewe kwa kiasi gani alimpigia simu na alikuwa na wasiwasi mkubwa kuto kumuona mumewe,
lakini mchizi alikuwa anaichukulia poa na kumwambia kwamba achana na mke wangu, sidhani kama mke wangu kweli ana wasiwasi na mimi na sioni hiyo nafasi. Kwa hiyo hii siku ilipita, maongezi ofisini yalikwenda vizuri, lakini huyu mchizi alimwambia usijali sana wala usihangaike na mke wangu. So siku nyingine tena ya usiku wa mateso, usiku wa mawazo, usiku wa manyanyaso ulifika kwenye hii nyumba. Tunamwona huyu dada yupo kitandani, anasema hii sasa sio sawa, naanza sasa kupata mateso ya nafsi, haiwezekani. Ilikuwa ni siku nyingine ambayo yule mshikaji hakurudi tena nyumbani kwake, na mkewe alikuwa akitafakari hii tabia mbona kama inaendelea. Anajaribu kutafuta ni njia gani ataitumia ili kumfanya mumewe abaki nyumbani, lakini bado mpaka kufika hapa hatumuoni huyu dada akijua kosa lake ni lipi na kwa namna gani yeye mwenyewe anaweza kulisahihisha. Ni kwamba hayuko tayari kukutana kimwili na mume wake. Usiku huu bwana, huyu dada aliamua kuondoka nyumbani kwake, kutoka na kwenda maeneo ya starehe. Kwa nini anakwenda kwenye maeneo ya starehe? Kitu ambacho kimempeleka huku, wewe ambao unafuatilia hii movie utashangaa. Alifika sehemu ambayo kuna wadada wanajiuza, akamuita mdada mmoja. Na dada akamwambia, madam, walisema nataka tuzungumze. Kuna biashara gani ambayo unataka tuzungumze? Nyoosha maneno. Huyu dada alikuja kuzungumza na huyu mdada hapa, kumwambia bwana, mimi na kazi nataka kukupa nyumbani kwangu. Itakuwa ni kama mfanyakazi lakini sio mfanyakazi. Tuingie ndani ya gari kidogo ili tujadili. Kwa hiyo waliingia ndani ya gari wakajadili, na katika mjadala wao walikubaliana kumchukua huyu mdada na kumpeleka nyumbani, na huyu dada atumie mbinu zake zote mpaka aweze kumshawishi mumewe kumuingilia ili kumpunguzia mumewe kuto kuwepo nyumbani. Basi siku ya pili asubuhi, na vile mshikaji alikuwa hajalala hapa, anarudi nyumbani kwake. Mkewe yuko nyumbani hapa, anaingia ndani. Jovita, huyu mdada umemtoa wapi huyu? Na anafanya nini kwenye nyumba yangu? Na umeletaje mdada? Afanya nini? Yule ni mfanyakazi wangu wa ndani, anakuja kutusaidia. Kweli? Niambie, anakuja kukusaidia nini? Niambie, nataka kujua. Wewe hufanyi kazi, huendi kazini, upo nyumbani tu, hata majukumu yako ya ndoa huyawezi. Unamleta mtu mwingine haje afanye kazi hapa, anakuja kufanya nini? Kwa mchizi alionyesha kuto kupenda kabisa uwepo wa yule dada kwenye hii nyumba. Anakuja kufanya kazi gani? Ndio kitu ambacho alikuwa anahoji. Kwa hiyo walipata malalamiko au migongano miwili mitatu ya kauli yeye na mkewe. Sasa bwana, kasheshe dada yako amejifungulia muziki mkubwa anacheza, lakini hii kwake ilikuwa ni mbinu ya kimtego kwa yule mzee wetu hapa. Tunamuona asubuhi hapa mwenyewe yuko ukumbini, hana habari. Huyo ndo house girl. Niambie wewe mtoto kike, kama mmeo ataleta house girl kama huyu, lakini huyu ameletwa na mama mwenye nyumba, na lengo lake lilikuwa ni lipi? Tutaliona. Mchizi anatoka kwenda kazini, anaona hivi vitu, anatulia kwanza, alafu vuta picha kwa mtu ambaye ana upwiro wa miezi na miezi, anaona yanaita Skala, anashtuka, anaambia unafanya nini wewe? Ni bosi, sikujua kama umerudi, nimaliza kazi zangu nikaona nijiburudishe kidogo. Chizi anatulia akisikiliza anachojieleza, lakini samahani, anamwangalia, anamwambia asante sana, halafu hashughuliki naye. Sasa huyu dada anaanza kushangaa, huyu ni mwanaume aina gani? Anajitizama, huyu babu ni vipi? Yaani kweli mimi nimefikia hatua sivutii kiasi hiki? Yaani yote hizi nilizokuwa nafanya hapa? Haiwezekani kwa mtoto wa kiume rijali. Au naye ana matatizo. Sema mkewe hajashtuka. Anabidi anamuita shoga yake ndani, anamwambia bwana wewe, bwana huyu mumeo sio mtu rahisi. Sio mtu rahisi. Nimejitahidi, nimefanya vitu ambavyo najua mwanaume akiviona anachanganyikiwa, lakini hakuwa hata na time na mimi. Ambe sikiliza, usijali. Wewe endelea tu. Hata ingia
mume wangu ni mtu strong, ni ngumu sana kukuelewa mapema. Hapa ndo tunapata picha ya kwamba huyu mdada amemleta huyu dada muuza nyama changu doa kwenye nyumba yake ili aje afanye makeke yake, amkamate mumewe, amtulize. Ni nini matokeo ya hiki ambacho amekizalisha? Endelea kutizama hii movie, ni kali mno. Aha. Kwa hiyo bwana, kuna siku mchizi amekaa zake hapo ukumbini, dada anakuja kusafisha, wanasalimiana, anaendelea na kusafisha. Mchizi amekaa hapa, lakini usafishaji wa dada yako sasa ni ule wa kikazi, kwa sababu ameagizwa kazi. Yeye ni mtu wa kazi, amepewa kazi na lazima ifanye kazi na analipwa. Mshikaji anamwangalia huyu, ambaye Skala, vipi? Skala hajibu kitu, nasema mimi nasafisha. Anasogelea mchizi anaona, ambaye oya, sikiliza. Mchizi mwenyewe anachanganyikiwa, akimtizama anaona huyu atanivuruga, ambaye wewe sikiliza, mimi naangalia movie, hebu utafanya baadaye hizo shughuli zako. Anageuka, kwani nini kinazuia mimi kufanya shughuli zangu hapa? Naona nasafisha, ningemaliza tu kusafisha. Alafu baadaye vimetega ambaye sikiliza, wewe endelea na shughuli nyingine tu bwana, mimi sasa hivi nataka niangalie TV, alafu utakuja kusafisha baadaye. Mshikaji anajaribu kujikaza kuondoka kwenye huu mdomo wa mamba mwenye njaa kali, lakini asichokijua udada ni kwamba huyu mamba anayemtishia anayejipitisha mbele yake ni mamba mwenye njaa ya miezi na miezi. Kwa hiyo mchizi anaona lisiwe shari, anamwambia na wewe ondoka tu na dada wa watu. Basi dada yako anaondoka kwa pose madoido, akimshawishi ile kama anainama kuokota kitu, uwe nazidi kuchanganyika, bibi mnenda. Mchizi anachanganyikiwa na kila kitu kinachofanyika, kichwa kinamwasha, tafanyaje? Tunaiona siku hii bwana nyingine katika nyumba hii, mchizi amekaa na mkeo anatazama TV na mchizi anajaribu kumchana. Ambaye sikiliza bwana, nataka nikuambie kitu kuhusiana na huyu mdada wa kazi. Unajua huyu mfanyakazi wako, hizi nguo anazozivaa hizi sio nguo nzuri, mwambie abadilishe mitindo yake ya nguo anayoivaa. Asema mimi sijaona chochote kibaya kwenye uvaaji wake. Ina maana wewe huoni lolote kweli ukitizama? Unakubaliana na vile anavyovaa mbele ya mumeo? Asema mimi naona yuko sawa tu, sijui wewe. Mchizi alikuwa anajaribu kumuonya mume, kumweka mbali. Asema nadhani wewe umesahau kwamba mimi ni mwanaume, na sio mwanaume tu, ni mumeo. Ni ngumu kumuona mwanamke anavaa vile kwenye nyumba yangu alafu nikavumilia. Kuna mtu anatakiwa kudress vile, ni wewe. Naweza kuzidiwa na uzalendo. Nasikii mimi siko na, mwambie naomba asivae vile. So mchizi alikuwa anajaribu kuomba mkewe azungumze na huyu, lakini mkewe alikuwa anaonyesha kwamba vile ndivyo anavyotaka mtu wake avae. Kwa hiyo siku hii bwana, ilifika usiku, mchizi tunamwona dada yako amelala na mlango unagongwa, anageuka kutizama, mlango unagongwa tena, ambaye wewe karibu, anaingia. Tunamwona mshikaji wetu, yani leo ni kama vile ameamua kama mbwai ndio amefika, ambaye bosi, ambaye anaangalia huko na kule, nizani mke wangu atakuwa hapa kwa sababu sijamkuta huko juu. Ambia hapo hayupo, lakini nadhani mcheki kwenye chumba chingine kile, anaweza kuwa kule, lakini huku hajaja. Mchizi anamtizama. Mchizi tayari uzalendo ulikuwa ushakatika, mitego ilikuwa imezidi. Hata akizungumzishwa na mwanamke ni kama vile anashtuka, anambia hayupo huko, wewe nenda kamtizame huko. Mchizi anambia okay, ngoja nikamtizame, lakini kama mtu ambaye alikuwa hataki kuondoka hivi. Dada anamshika mkono, anaambia nini?
yani unaingia kwenye chumba changu na mneo, alafu tena unataka utoke tu hivi kienyeji yenyeji, kwani shida nini? Au unatakaje? Basi dada anatumia umwenye huu kuifanya kazi ambayo alipewa, kazi ambayo kimsingi ndio ilimleta. Mbona mnicheki? Unadhani mimi siwezi kukupoza? Siwezi kuituliza nafsi yako? Mchizi ataka kusema kitu ambacho utaharibu. Emtulia, kaa kimya. Hebu nicheki, hebu nitizame vizuri bwana. Hakuna kilichofuata. Dada yetu akamwingiza kwenye dema vizuri mshikaji wetu, akabwagwa kwenye kitanda. Ingekuwa Tanzania tungesema amekutana na mtoto akitanga na akaamua kuifanya kazi yake. Jamaa anapewa kazi juu ya kazi, kama aliyepewa kazi alivyoamua kuifanya kazi yake. Shughuli inaisha, anaingia chumbani kwa mkeo kwa minyato kweli kweli. Tunaona kitu kingine cha kustajabisha sana wakati anaingia kwenye hiki chumba. Anaingia kinyata, mkewe asisikie, asije akajiuliza. Kwa hiyo tunamkuta mkewe yuko kitandani hapa, means kwamba hata kwenda kumuulizia mkewe kule ilikuwa ni zuga tu. Lakini alimwacha mkewe hapa na yeye akatoka akaenda kuingizia. Tunamwona mkewe ni amelala, anakaa kitandani na kujilaza taratibu ili asishtuke, lakini tunashangaa kumwona mama anafungua na anajisemea moyoni kwamba nadhani watakuwa wamefanya, kwamba huu mtego hata huyu dada aliutega makusudi, akitaka at least mumewe akatulize pressure yake. Yani mke anaridhia mumewe akafanye tendo na mtu mwingine mbali ya yeye. Huyu dada ana matatizo gani? Hilo ndio swali lilobaki tukijiuliza. Asubuhi ilipofika, Chizi amekwenda kazini kwenye hii nyumba. Basi bwana, dada yako kaja kuuliza vipi, anaambia bosi, madam, huyu mumeo ni mtu kweli kweli. Bwana, sijawahi kupigwa kama jana, kwa hiyo umeniambia mmefanya? Nasema sio tumefanya tu, yani nimeburudika. Una mwanaume mmoja imara, yani yule mumeo ni burudani tosha. Udada alikuwa anamsifia huyu dada sifa na uwezo wa mumeo wa kulihimili tendo, kwa sababu yeye hajawahi kufanya. Anambia, wewe umepata mume, yani mimi nisingeruhusu mwanamke yote awe karibu naye. Yule mwanaume ni mnyama, ni hatari. Wewe hivi unanielewa ninachokizungumza? Mimi na uuzaji wangu wote, uchangudoa wangu wote, sijawahi kukutana na mwanaume kama hivi. Kwa hiyo dada alikuwa anamsifia. Siku hii inapita, huyu mshizi anaenda zake kazini. Tunashangaa tunapomuona ofisini, anaonekana mchizi akiwa na furaha, anacheza sijui umenifahamu yuko na mshikaji wake, yani ana shangwe. Huyu jamaa anamwambia mtulie, mbona kuna furaha sana? Anambia, unadhani ilikuwaje? Unadhani nini kitakuwaje? Mimi nimejisikia vizuri, nimerelieve, yani ni kama nimetoa maradhi. Yani una maana gani? Mkoja, unataka kuniambia ni kwamba mambo yamekuwa wow, unasemaje? Alafu huyu mtu ni jinior, yani huu mchezo anaujua. Mchizi alikuwa anaongea na mshikaji wake ni kama vile jambo hilo amelifanya na mkewe, wakati hilo jambo amelifanya na house girl wake, ambaye kimsingi yeye anadhani house girl, lakini mtu ambaye ameletwa kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo alikuwa anasifia mapigo ya yule dada kwa sura ya kwa mshikaji wake kwamba ni mkewe. Lakini hii si tabia njema sana kwa mwanaume kwenda kusimulia ya mkeo. Kwa siku hii inapita, asubuhi bwana anaondoka, siku hiyo bwana inapita, mchizi anarudi nyumbani. Tunamuona huyu dada amekaa ukumbini na mlango unafunguliwa. Dada anatizama hivi, nani anayekuja? Bosi, karibu sana. Anambia, Skala mzima? Ni mzima. Anambia, nimekuletea zawadi. Mchizi wetu bwana ameanza kununua zawadi kwa house girl. Ni kwa ajili yangu? Ni nguo fulani hivi. Dada anapitisha tabasamu, anatoa kwake, hizi ni nguo za ghali, ni kama mtu fulani hivi wa Tandale
aliyezoea kwenda kwenye soko la Tandale kuchagua chagua, alafu leo umeingia kwenye moja ya duka pambe mno jijini Dar es Salaam, umemchukulia vyombo. Dada anamkumbatia, samahani, 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 nimesahau kama ni bosi wangu, lakini ile furaha tu ndio kuwa nayo, nimefurahi kwa zawadi zako, asante sana. Ambaye usijali, naenda chumbani kwangu nimekuletea zawadi tu na pamoja na perfume. Dada yako ameletea sema anaendelea kushangilia kwamba aya Scarlett, kazi nimejua kuifanya, nimelipwa na madam na zawadi nimeletewa. Kwa hiyo mchizi bwana aliona kwa kile alichopewa hawezi kukaa bila kumpa zawadi. Siku zinasogea mbele, basi siku moja bwana zimepita, mdada amekaa ukumbini hapa kwake, yule anakuja anamwambia madam, mimi naomba. Asema leo umependeza, unatoka kidogo? Asema ya, natoka, nataka nikamuone mamangu kidogo, sijamuona muda mrefu. Anamwambia msalimie sana. Anambia naonekana vizuri, unaonaje nguo yangu? Of course hii nguo ni nzuri sana na nimekukompliment na umenunua wapi? Asema mimi ni mimi tena nina pesa kununua nguo za kali namna hii? Natoa wapi? Hii imenunuliwa na mumeo. Huyo dada asema subiri, unasemaje umenunuliwa na mumeo? Asema madam, hii nguo nimeletewa zawadi na mumeo, ndo kaninunulia hii. Mume wangu ndo amekununulia hii? Niambia vipi, hujaipenda na ulisifu? Huyu dada ameanza kushangaa kwamba ana muda wa miezi kadhaa toka olewe na mumewe hajawahi kumletea zawadi, lakini leo kwa tendo la usiku mmoja tu amemletea zawadi mfanyakazi wa ndani. Kwa dada alikuwa ni kama vile ameduaa hivi, amepoteza pozi, ameishiwa nguvu na hajui aseme nini, kwamba nguo nzuri ile aliyoivaa amenunuliwa na mume wangu. Umeipata hiyo picha? Ni siku inapita kwa utulivu wake. Huyu dada kawaida akikutwa na mazagazaga huwa anamuita shoga yake. Kwa alimuita shoga yake yule yule kumuelezea kwamba hivi unaweza kuamini? Muda anambia ulidhani nini kitatokea? Utasikia kama mwanaume atakutana na muuzaji changu doa, gemu yake unajua itakuwaje? Unajua hajawahi kununulia zawadi mimi toka anioe, leo anakuja kumnunulia huyu street girl nilimleta humu ndani mfanyakazi. Anamwambia ulidhani atafanya nini? Kumpa zawadi mwanaume ambaye ana hamu ya tendo la ndoa halipati na leo amepewa. Unadhani nini kitatokea? Wewe namwambia wewe uko upande wa nani? Kama niko upande wako, lazima nikuambie ukweli ili kuinusuru ndoa yako. Kuwa makini. Una kila kitu cha kuifanya hii ndoa yako idumu, lakini hichi unachokifanya hiki kitakuja kuiharibu ndoa yako. Haya yalikuwa ni mawaidha. Basi huyu siku hii ilivyoisha ya kuzungumza na shoga yake, mumewe alivyorudi siku hii akasema huyu leo ni naye. Wewe unaweza kunipa sababu moja tu ya kumnunulia zawadi mfanyakazi wangu? Sasa shida ni nini hapo? Wewe ni mfanyakazi wako na nimeona nimletee zawadi, sioni kama kuna kitu kibaya. Kwa nini bila ya ruksa yangu? Sawa, kama imekuumiza naomba nisamehe, sijakuomba kaa mbali na huyu house girl. Kaa mbali, nikija kuelewa chochote kile wote tutajutia. Lakini wewe ni mfanyakazi tu ndani na umemleta mwenyewe. Nimekwambia kaa mbali na yeye. Dada yetu ameanza kuumizwa na nafsi. Bwana, siku hii usiku tunamwona ndugu yetu amelala kabisa chumbani kwa mfanyakazi, na alimpa taarifa mkewe ya kwamba hatarudi siku hii, lakini kumbe yuko chumba cha pili ndani ya nyumba ile. Huyu dada ni kama ameshikwa na machari, anakuja anachungulia, anamwona mumewe amelala. Kama wewe ungefanyaje hapo ulipofika, wakati unaendelea kutizama comment? Kama wewe ni mwanamke ungefanyaje? Lakini kwa vile huyu dada hataki kabisa kushiriki tendo la ndoa,
Akiona hivi anaona afadhali mumewe amepata mtu wa kumtibu, lakini pembeni inamuumiza kuona ukaribu wake na mumewe. Dada yenu bwana, changu doa aliyetolewa mtaani, sokoni kabisa, mitaa ya Kinondoni hiyo pale, akaamua kufanya sifa. Sasa ameondoka kwenye kazi aliyopewa na bosi wake, anaifanya kazi yake yeye. Huyu mchizi akiwa amelala hapa kitandani kule kwa house girl, tunamuona huyu dada house girl, dada yako ambaye ameamua kufanya makusudi sasa kumkomoa bosi aliyekuja kumpa kazi, ameamua kufanya kazi yake nyingine. Na yeye katikati hapa ya usingizi anaingia na tray ya breakfast akiwa ametabasamu. Usisahau mkewe amelala, anaambia oga, bosi nimekuletea chakula. Uambe vipi? Oh, Mungu wangu, lakini maana nimelala bado, nimelala mpaka saa hizi. Wewe utaniua wewe, mtoto wa kike wewe. Ambia mna bwana bosi, vitu vidogo vidogo tunasema nitakuua. Najua umechoka. Sijawahi kulala kama hivi kwa kweli bwana. Wewe mtoto, gemu yako utaniua wewe, utaniua nikiita masahara. Anaambia najua umechoka, nimekuletea breakfast yako hapa hapa kitandani. Unaweza kumlaumu huyu dada kwa hiki anachokifanya, au aliyekaribisha fisi buchani. Basi chizi anapata breakfast akipiga story 2-3 na huyu dada, akiwa anaenjoy kabisa vitu ambavyo hajawahi kukutana navyo kwenye ndoa yake. Siku hii bwana ikapita, na huyu mchizi sasa akaona anataka kumjua vizuri yule dada. Anamwambia sasa, Skala, kwa nini usiniambie zaidi kuhusiana na wewe? Kwa sababu nilipofika nahitaji kukujua zaidi. Huyu dada anasema lakini unanijua mimi. Nasema sioni kama kuna kitu kipi ambacho nataka kukijua. Unanijua? Ambia najua jina lako, lakini nadhani nahitaji zaidi kukujua deeply. Wewe ni nani? Ulikuwa unafanya nini? Sasa dada bwana, kwa vile alikuwa hajajiandaa na hili, akajikuta anasema tu kweli. Kaambia bwana, mimi niko hapo ni muuza nyama tu, changu doa mtaani. Kwa hiyo ndio shughuli yangu nilikuwa nafanya. Lakini wakati niko kwenye biashara zangu hizo, nikakutana na mke. Baba yangu alivyokufa, yani hakuna mtu, kwa mimi nilibidi ndo nishughulike na mama yangu. Kwa hiyo wewe ni prostitute, wewe ni changu. Lakini mke wangu ameniambia wewe ni muuza cosmetics, ulikuwa unauza hivyo. Kana wewe una biashara gani mke wangu? Anasema dada anajua amejichanganya kwamba detail alizopewa mwanaume ni tofauti. Yeye alikuwa anajua kwamba huyu mwanaume anajua kwamba yeye amekuja kwenye hii nyumba kuja kufanya kazi hii. Kwa hiyo anajua kwamba huyu ni mtu ambaye anajiuza na amenilipwa na mkewe kuja kumshughulikia. Lakini kumbe mkewe alitoa information tofauti. Kwa hiyo huyu anasema nimeteleza. Mchizi vichwa vinaanza kumgonga kuona kwamba kuna taarifa mbili tofauti baina ya taarifa anayopewa na mkewe na taarifa ambayo ameikuta kwa huyu dada. Siku inapita na mchizi anaelekea zake ofisini. So wakati yuko ofisini akawa anawaza, ina maana mimi siwezi kuamini, ina maana mimi nimetembea na changu doa. Hii ni hatari, lakini inajarisha ikiwa anatuliza nafsi yangu. Alafu hata hivyo ameshaacha kama alivyosema. Nadhani nimeanza kuwa interest na huyu dada na nahitaji kumjua zaidi, na nimeanza kuchanganyikiwa vitu ninavyopata kwake. Never before. Siku nyingine bwana, akiwa mshikaji akiwa amekaa ukumbini akiwa amelewa kabisa, anasema wewe huone aibu? Huone aibu kuona huo ni utani. Sasa nione aibu kuwa na house girl wako? Unamaanisha nini? Utajua tu nini namaanisha. Wewe utatafuta tu, lakini kwa sasa sitapenda uingilie furaha zangu. Usikiliza bwana wewe. Kwa hiyo mchizi akawa na huyu dada amekuja kumwambia kwamba unajisikiaje kuwa unatembea na mfanyakazi wangu wa ndani, na mchizi akawa anamwambia bwana, hii yote umeitengeneza wewe,
mimi yule simtizame kama tena house girl kwa sababu ananifurahisha. Kwa akaamua kumchana mkewe live, akaambia utafanyaje? Utafanyaje? Kwa sababu hili umelisababisha wewe, wakati nakwambia ulikuwa unaona kwamba haifai. Sasa hivi mimi naburudika. Na huyu mwanamke anabaki amesimama ameshangaa kwamba mumewe amefikia hatua ya kumchana wazi wazi, ya kwamba anatembea na yule house girl kweli. Na hii lote ni yeye ambaye ametengeneza picha hiyo kuwa hivyo. Kama kawaida yake anamuita tena shoga yake, anamwambia ningekusikiliza haya yasingetokea. Umcheza anambia bado una muda wa kuweza kurekebisha haya mambo. Fanya haraka, usichelewe. Anambia unadhani nitafanya nini? Anambia sio utafanya nini, mwambie mumeo ukweli. Sasa hapa ndo tunaanza kujitafakari. Huyu dada ambaye huyu ni rafiki yake wa muda mrefu, anambia rejesha kwanza umalaya alikotoka, alafu ongea na mumewe, mweleze wazi, mwambie ukweli, ataona uzito wa mambo ambayo umepitia. Ambaye unadhani ataelewa? Mwisho sasa tataka yale, anambia bwana wewe, kazi ni kwako, aidha ujikaze au uache haya mambo yaende yalivyo. Kwa hiyo huyu dada akawa anaendelea kumshauri shoga yake ushauri mzuri, kama kuna mashoga wazuri ni hawa. Basi bwana, siku hii nayo ikapita. Tunamuona mzee wetu bwana yuko kwenye kocha amejimwaga na house girl, wakigusana huku wakigusana kule, tena hawana wasiwasi katika hii nyumba. Chiza ambia wewe unaniweza sana. Hii ni nini kinaendelea? Huyu dada anashtuka, anakaa pembeni. Skala, nini kinaendelea? Unaweza ukatoka kabla sijafanya kitu chochote. Ambia huyu haendi kokote. Haendi kokote, sogea hapa. Ambia Kenneth. Ambia kama kuna mtu anatakiwa kutoka ni wewe. Siwezi kuvumilia haya. Siwezi kuvumilia haya. Afu mchizi amekaa wewe, namwambia unaona sasa bwana, sio vizuri tulichofanya kwa mkeo. Ambia tulia, wala usijali. Hili sio kosa lako, ni kosa lake yeye. Mtulia hapa. Dada anaenda chumbani kwake, anatembea huku na kule akitafakari kile alichokiona na majibu aliyoyapokea kutoka kwa mume wake. Sio kitu ambacho alitarajia kusikia mumewe anamwambia wewe ndio unatakiwa. Ambia Kenneth, kwa hiyo wewe sasa hivi unanihumiliate mbele ya yule mfanyakazi. Anaambia wewe ndio umefikisha mambo yote hapa kwa kuto kujali mambo yako. Wewe ungejifanya kama hujaona tu, kwani nini kingetokea? Wewe umeanza kupiga kelele na kuwa mkali mbele. Kwa hiyo unakuwa mkali na yani huyu alikuwa analaumu kwamba unaanza sasa wewe kumtetea yule. Mchizi anamwambia huyo unayemuita ni mshenzi, ndio mtu ambaye anaituliza nafsi yangu. Na nadhani yeye ndo anastahili kukaa. Anamwambia hicho hakitatokea. Mchizi anamwambia kweli? Ngoja tuone kama hakitatokea. Lakini nakwambia yule hapa ndo amefika na hatatoka. Masikini Jovita alidhani anatengeneza njia ya kuituliza ndoa yake. Alidhani anatafuta njia ya kumtuliza mumewe kwa kumtafutia mtu ambaye anaweza kumtuliza. Mchizi akiwa yuko na mawazo ofisini, anamwambia mshikaji wake Chris, ambia mimi nataka niachane na mke wangu. Naona hatuwezi kuendelea. Ambia wewe vipi? Wewe hebu subiri bwana. Una maana gani? Hii sio kitu cha utani wewe. Hii ni ndoa. Kwa nini unataka kufanya hivyo? Ambia hata. Nasema mimi nafanya nini sasa naye? Haenjoy kwenye ndoa na mimi si enjoy kwenye ndoa. Sasa tunafanya nini? Si ni bora kila mtu akashika njia yake. Huenda kila mtu akapata mtu ambaye Ambia bwana, unatakiwa uondoshe hayo mawazo. Unakuaje? Unawezaje kufanya maamuzi ya ghafla namna hiyo? Hii ni ndoa. Ambia usitakiwa, wewe baki tu ulivyo kwenye fence, lakini mimi kwa kweli mimi nimeshaamua iwe hivyo. Siwezi tena kuendelea na huyo. Kwa mchizi alikuwa anamwambia mshikaji wake dhamira yake ya dhati kwa alivyovurugwa na penzi la changu doa kutaka kuachana kabisa na mkewe. Hata huyu mchizi wake ni jambo ambalo alikuwa hajalitegemea kabisa. Huyu dada amekaa tena
Anamwambia nimeshaivunja ndoa yangu, nimeivunja ndoa yangu kwa mikono yangu, nachotaka sasa hivi mimi ni kurudi tu kwa baba yangu. Anamwambia usifanye hivyo, baki kwenye ndoa yao, komaa na hii ndoa. We huelewi, hujaona Ken amenidhalilisha mbele ya yule mwanamke, amefikia hatua ya kuniambia anataka kunipa talaka. Anamwambia wewe unasema, amesema hayo kwako, anataka kukupa talaka? Ndio amesema anataka nimechoka, nimechoshwa, siwezi kuendelea na hii ndoa. Anambia hii sasa ni serious kama amekwambia hivyo. Anambia nilikwambia hujui, mimi ndo najua nini kinaendelea. Kenneth sio yule tena. Basi dada yetu akiwa amekaa hapa anatafakari, hata yeye alianza kujisikia vibaya, akiwaza afanye nini, lakini naye amefikia kwenye hatua ya kwamba amekolea kwa yule mshikaji na mapigo yake, na hayatamani tena yale maisha ya kutangatanga barabarani na usiku kuuza mwili wake, hatamani tena yajirejee. Hii nyumba ina matatizo, yani mwanamke mwenzio ana matatizo na mumeo kwa sababu ya wewe. Anamwambia msema bwana, kwani ni mimi mwenye matatizo? Mimi nilikuja hapa nimepewa kazi na nimekuja kuifanya kazi yangu, sasa sinafanya kazi yangu. Hiyo shida iko wapi? Hiyo ni matatizo yangu yako wapi? Na mimi nililetwa hapa nifanye kazi. Hiyo huoni kabisa, unapata mpaka nguvu ya kuzungumza. Anaambia madam, emsikiliza na kuomba usinivuruge. Huyu dada mwenyewe alishafikia hatua kama nilivyokuambia pale mwanzo kwamba hataki tena kutoka kwenye hii nyumba. Kwa hiyo anamwambia bwana, hili kosa sio la kwangu. Mimi nilikuwa nafanya shughuli zangu mtaani huko usiku, akaja akaniambia nije kwa ajili ya kumtuliza mpenzi mumewe. Sasa nimemtuliza, sasa hivi inakuwa ni dhambi na kuwa mimi ndo mwenye kosa. Wewe, yeye anatakiwa kunishukuru mimi namtuliza mumewe. Wewe vipi? Sikiliza. Kamrejea tena. Mimi nitoke ndani ya hii nyumba. Mimi si wazi hilo jambo. Sina mpango wa kutoka kwenye hii nyumba. Ambia kwa uko serious. Ambia kwa hiyo kweli kabisa hutaki kutoka. Ambia chalo. Ngoja mimi nirudi nikukute hapa. Ngoja emjo nikwambie ukweli. Sema tu ukweli. Kuwa mkweli. Nitizame nilivyo. Alafu sema ukweli. Kama ni wewe umepata nafasi kama hii utaiachia? Kuwa mkweli. Kuwa mkweli. Ngoja nikuone kesho hapa. Nikikukuta kesho ambao wewe utanikuta, usinitishe sijui nikikuta jambo ambalo hata ingekuwa wewe usingeweza kuiacha. Dada yenu bwana, maisha uchangu doa hayataki tena na amenogewa na anataka kuwa mother house kwa sababu ametengenezewa njia ya kuwa mother house. Siku hii bwana inapita. Siku ya mikiki kaka yenu akiwa amenogewa na changu doa. Lakini siku hii mkewe na shoga yake walikuwa hawana sababu sasa ni kumtoa. Rudi ulikotoka. Rudi. Ambaye mimi sitoki huko. Mimi hapa sitoki. Mimi si ndo nilikuleta, toka kwenye nyumba yangu. Wewe vipi wewe? Kama ni kazi ushaifanya toka. Mimi sitoki. Dada anagoma kutoka, lakini mashoga wanamwambia wewe utatoka. Ambia tuone kama nitatoka. Lakini mwisho wanaamua kutumia nguvu. Kama kwa miguu yako huwezi kutoka, basi tutakutoa kwa nguvu. Chukua takataka zako utoka. Ambia wewe utajutia hili. Ambia wewe ukiendelea kunibishia kitu nitakacho kufanya utaamini. Watu wanamtoa nje ya geti na wanafunga geti. Ambia sawa, tutaona, lakini mimi narudi ndani ya hii nyumba. Kwa alikuwa anafanya tambo pale nje za kuashiria kabisa kwamba bado hamjanikomoa, ni wewe mwenyewe ulinileta na mimi ndani ya hii nyumba sitoki, na tutaona sasa, nitawaonyesha ni nani. Kama alikuwa anajigamba. Hao wanaingia ndani. Udada anakaa anasema nafanyaje sasa hizi? Nafanya nini? Nampigia nani? Nakimbilia kwa ndani. Anatoa simu yake. Amechanganyikiwa, haelewi nini cha kukifanya. Basi anaamsha simu, anampigia shoga yake. Kama ambao unajua nini kilichonitokea?
huyu mtu amenifukuza kwenye nyumba kanitoa mbio. Yaani sitaki kuelewa na sielewi kwa nini. Ambia wewe bwana si urudi huku. Nirudi wapi? Mimi siwezi kurudi popote. Mimi nabaki kwenye hii nyumba. Yaani mimi nakomaa kwenye hii nyumba. Siwezi kurudi tena maisha ya mtaani yani. Sawa, kama wewe unaona unaweza kufanikiwa na ambia wewe tulia. Tulia, mimi nitaka nikupe taarifa tu. Ngoja kwanza, nilizama utanipa njia nzuri, solution nzuri. Wewe unaniambia mimi kurudi kwenye mtaa, siwezi kurudi kwenye mtaa. Anakata hii simu. Anasema subiri. Na anapiga namba nyingine ya simu. Dada yetu amechanganyikiwa. Tunamwona mshikaji akiwa yuko ofisini. Anapatia pepa 2-3 za ofisini, kuangalia dokumenti za hapa na pale. Akiwa anawajibika, hajui nini kinachoendelea. Kwamba huko kwake nyumba inawaka moto. Kumechemka kweli kweli. Simu yake inaita. Anapokea, kumbe dada yenu Changudoa ndo alikuwa anapiga. Hello baby, unaendelea? Mbona sikiliza bwana, usinisemie hivyo. Hujui nini kinachotokea. Yaani mkeo na shoga yako wamenitoa ndani ya nyumba. Mbona unasema? Wamekutoa ndani ya nyumba? Wametoa kila kitu na wamenifukuza. Nasema sibaki. Niko nje hapa tunapozungumza sasa hivi. Kila kitu nje. Ambia ya. Sikujua kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Mchiza anamuuliza yuko wapi na anampa oda, anamwambia nisubiri hapo hapo ulipo, mimi nakuja. Hao wakiwa wako ndani wanafurahia, wanapongezana kwa kile walichokifanya, dada akimshukuru mwenzake kwa kila kitu, na walikaa kutwa nzima mpaka inafika usiku wakiwa pamoja. Na huyu alikuwa ndo anataka kuondoka sasa. Muda wa kuondoka umefika. Wanaona mumewe wote wamepigwa na butwaa. Anamuona mumewe akiingia na begi pamoja na ule dada. Anamwambia nisikilize vizuri Jovita. Kitu kilichotokea leo kisije kikarejea tena. Wanatazamana mtu na shoga yake. Honey, you can take your bag inside. Anambia msubiri kwanza. Subiri. Hii sio sawa sawa. Kama una matatizo na mkeo, sio kumdhalilisha namna hii. Anambia na kwa sababu nimekusikia, moja ya kukusikiza wewe ni kwa sababu niko kwenye mudi. Kama unampenda sana rafiki yako, unataka asipate manyanyaso haya unayoita manyanyaso, basi acha hili jambo lipite. Anamuita haswa mbele ya mkewe, baby let's go. Ambaye niliwaambiaje? Si niliwaambia nitarudi? Mijicho hiyo, mijuso. Huyu dada anaishiwa nguvu. Alikuwa ondoke, anashindwa kuondoka, anakaa. Usiku huu unakuwa ni mzito sana. Anamwambia naomba samahani mume wangu. Naomba nisamehe. Kuna kitu ambaye haijalishi utasema nini. Mimi siko interested na sitaki kusikia chochote. Nimeshafikia maamuzi. Mimi na wewe nadhani tumemalizana. Kenneth, tafadhali. Huelewi sehemu ambayo niko. Huijui hali yangu. Ambaye ngoja nikwambie. Mimi sina chochote juu ya wewe. Lakini ulivyomleta Skala na ukifanya tena ulichokifanya, nadhani nitafanya kitu kibaya sana, hutaamini. Hebu mimi sina tena haja na wewe. Sitakuuliza kuhusiana na kufanya tendo la ndoa. Enjoy, na nilikuwa nakukela. Mimi siko tena na samahani zako. Shukuru nimekuacha huru. Muda si mrefu karatasi za taraka zitakuwa tayari. Tafadhali naomba usinisumbue. Na kwenda pale juu, usinisumbue. Mchiza na mwache huyu mwanamke hapa akiomba samahani. Naye anakwenda zake kwa Changudoa ambaye tayari amekwisha kumvuruga. Mzigo unaitwa The Maid Heart, ndio jina la hii movie. Mchiza akiwa ofisini anamwambia bwana, mkeo amenipigia, analia. Nini kinaendelea? Mkeo ana hofu. Nadhani unaweza ukampigia tena afu ukamwambia kwamba mimi simhitaji tena. Huyu mchiza alikuwa anajaribu kutaka kusolve hii ndoa iendelee. Lakini Kenneth naye alikuwa ameonyesha wazi kwamba hahitaji tena kuendelea kwa hii ndoa. Kwa hiyo mshikaji mmoja huku anajaribu
shoga anajaribu kumshauri shoga yake apambanie ndoa, na mshikaji mwingine anajaribu kumshauri mshikaji wake abaki na ndoa yake, lakini tayari moyo ulikwisha kugeuka. Basi bwana, hii siku na kikao kizito kinapita. Siku hii bwana, huyu dada anaamua kuongea na changu doa wake, mtu aliyemleta kufanya kazi ndani ya nyumba yake. Anaamua kukaa kuongea naye, anamkuta amekaa ukumbini akishushia glasi ya wine, tena kwa pose. Huyu dada anakaa kwa upole, anambia Scarlett, hivi ndio ulivyoamua kunilipa hapa baada ya yote niliyoyafanya? Huyu dada anaweka glasi, anambia madam, naomba nikuulize, kwani umenifanyia nini? Kwa sababu kila siku nikikaa kimya unaona mimi mjinga. Hem, niambie hicho unachosema baada ya yote umenifanyia kipi? Biashara imekwisha, ondoka kwenye nyumba yangu, achana na mume wangu. Sasa umesemaje? Before that, mume yupi ambaye unamzungumzia? Kwa sababu huyo mwanaume hata kukusikiliza tena hakusikilizi. Unamzungumzia mwanaume gani? Yupi? Mume yupi? Hana habari na wewe, hataki kujua chochote kuhusu wewe. Ni mume wewe, ni mume wangu mimi. Kwa hiyo huyu dada alikuwa anamnao huyu mwanamke na kumwambia, mimi sina sababu ya kutoka ndani ya hii nyumba. Kama tumemalizana biashara na wewe ni basi, sasa hivi nastahiki kufanya biashara na mumeo, na usinisumbue tena wala usizungumzie swala la mimi kutoka humu ndani ya nyumba. Labda kama kutoka unaweza ukatoka, ambe huna sababu yoyote ya kunihukumu. Ambia sina haki yoyote ya kukuhukumu. Basi kama sina haki yoyote ya kukuhukumu, basi niache. Oyo tena usije tena ukaniletea upumbavu na ujinga uliokuja kuniambia tena mimi hapa. Takataka wewe. Yaani imefikia hatua udada anaitwa takataka sasa. Lakini hili ni kaburi ambalo alilichimba mwenyewe. Udada hajui atafanya nini. Siku hii inapita. Nyumba imekuwa ni ya misukosuko, maumivu kuliko vile alivyodhani. Alikuwa anadhani anatengeneza, kumbe alikuwa anabomoa. Ambe, kwa nini hutaki kunywa chai? Nimekutengenezea kile unachopenda. Ambe, mimi sina njaa, nawahi ofisini. Unatakiwa ule japo kidogo. Anamwambia sema sina njaa. Na kama nitakuwa na njaa basi Skala atanipikia. Naenda zangu kazini. Uwe na siku njema. Hii ina maana gani? Hii ulioniambia ina maana gani? Udada haamini maneno ambayo anayapokea kutoka kwa mumewe. Anaondoka, anakwenda mpaka jikoni akiwa anatafakari, hii ni nini? Hatujui ni nini ambacho kimetokea, lakini baada ya kutoka huku jikoni ndani ya nyumba hii, tunachokuja kukiona baada ya kumwona udada yetu jikoni ni hapa ukumbini, na katikati ya ukumbi huyu tunamwona huyu dada aliyekuja kama mfanyakazi akiwa anatembea huku na kule akitafakari afanye nini, lakini mwisho anaamua kuichukua simu yake na kupiga simu. Simu inaita, anasema hello. Kane anampigia mumewe huyu dada, anaambia unajua Jovita alivyokifanya? Unajua bado hajajua ubaya wangu bado anataka kuona kile chakula nilichokupikia kwa ajili ya wewe nikuletea ofisini. Kile chakula nilivyokitesti. We ngoja, unamaanisha kwamba chakula kimetoa sumu? Hapana. Amekichukua kile chakula, amefungia kila kitu. Jamaa anamwambia okay, usijali, subiri nikirudi hapo nitarekebisha kila kitu. Kwa hiyo kila linalotokea udada anaripoti kwa mumewe. Anasema sasa hii nyumba mimi siwezi kutoka na atanijua mimi ni nani. Basi yule mchizi bwana baadaye anarudi nyumbani kwake, anamkuta mkewe amekaa hapa. Jovita, unanisukuma nifanye kitu kibaya ndani ya hii nyumba. Kwani nimefanya nini? Kwa nini umeongeza chumvi kwenye chakula? Mimi hapana.
Anasema mimi nadhani wewe hutaki amani, na kama hutaki amani nitakurejesha kwenu, kama hicho ndo nachokitaka. Anasema sijafanya chochote, anadanganya, anakudanganya. Imekuwa huyu dada sasa hivi yeye ni wa kujitetea, hana tena sauti ndani ya nyumba, hana tena maamuzi ndani ya nyumba. Siku hii bwana inapita, kuna kitu kikubwa sana sana yule shoga yake ambaye alikuja kwenye hii nyumba alikuwa akikifanya. Siku imepita, tunaiona tena hii nyumba, na katika nyumba hii bwana, siku ya leo yuko huyu na shoga yake. Anamwambia hivi, unajua kwamba yule dada ni muuaji na polisi wanatafuta ni nani muuaji? Anamwambia wewe ngoja, unataka kuniambia Skala ni muuaji? Huyu dada nilikwambia ni mwandishi, kwa ameenda kuchimba stori ya yule dada, na anasema kwamba amemuua mtu ambaye alilala naye, na baada ya kuto kumlipa alivunja chupa na kumkita chupa hiyo na kumuua. Kwa hiyo CCTV kamera zilimuona, na mpaka sasa polisi wanamtafuta, lakini hawajui yuko wapi. Wewe una uhakika na hizi taarifa? Ambaye mimi ni mwandishi wa habari, nimeenda nimemdeep ndani nje, na kila kitu ni ukweli, na sasa nitaanza kutumia page zangu ku roll out. Kwa hiyo dada pia anaonyesha kwamba alikuja mpaka huku akaongea na shoga yake, yule dada akaahidi kumlipa kiasi kikubwa cha fedha, na huyu dada akafunguka ukweli wote, na baadaye huyu mwandishi akatafuta CCTV camera. So picha lilikuwa hivi, alikuwa anamsimulia Juanita kile ambacho kimetokea. Sema asante, wewe ni zaidi ya rafiki kwangu, na asante sana, usijali, hii kazi nitaifanya. Hatuwezi kuruhusu hiki kitu kitokee kirahisi. Kwa hiyo bwana, huyu dada akawa amepata fimbo ya kumpigia Skala. Alichokifanya bwana, siku inayofuata Skala akiwa yuko chumbani ndani amelala kama kawaida yake kwa madoido, sio mtu tena wa kutoka toka. Kwanza anajijua na msala, lakini hii good life anaitaka. Akiwa na peruzi kwenye social network, anasoma comment, anasoma posti kwenye mitandao huko ya jarida la simulizi, TikTok, anasoma kupitia Instagrams, anaangalia, anakutana na taarifa ambayo hakutarajia kama ataikuta. Anashtuka. Taarifa hii ilikuwa imeanika wazi kuhusiana na yeye na mauaji yake, ikiwa imeposti picha yake na picha ya yule aliyeuliwa, na ikieleza huyu ndio muuaji. Kwa sababu naona picha zimesambaa kila sehemu. Asante sana. Kwa hiyo mtu na shoga yake wakawa wanapongezana kwa kazi kubwa ambayo alifanya. Anamwambia nilikwambia, na mimi nitahakikisha polisi na waleta hapa. Kitu pekee unachotakiwa kukifanyia, hakikisha asiondoke humu ndani ya nyumba. Mtizame kila hatua ambayo anaipiga, na nakuhakikishia kesho polisi watakuwa wako hapa kwa ajili ya kumchukua. Wanafurahi, wanagonga. Kati ya mashoga wazuri kuwahi kutumikia duniani, huyu ni namba moja. Mchizi ameiona hiyo, anasema siwezi kuamini kama hii habari ni ya kweli. Hawezi kuwa muuaji. Nina uhakika kabisa mke wangu na rafiki yake wamemtengenezea hili skendo. Natakiwa kumsaidia. Wameenda mbali sana. Huu sio binadamu waliofanya. Lazima nifanye kitu kumsaidia Skala. Siwezi kumpoteza. Haya ndio mawazo ambayo alikuwa anapita kichwani kwa huyu mshikaji. Baadaye anashika simu yake kutafuta kitu. Anaporudi nyumbani bwana, kujaribu kumwelezea hili swala Skala, kuliulizia, anatambua kwamba ni kweli. Anamwambia Scarlett, uliwezaje kumuua mtu kwa sababu ya fedha? Dada amechanganyikiwa na ameamua kuzungumza ukweli wote kwa huyu jamaa. Dada amechanganyikiwa, hajui anafanyaje, anaelekea wapi. Hatua chache kwa nje, tunaona mlango unagongwa. Na hawa walikuwa ni polisi wakiwa wameongozana na mwandishi. Anaambia, nani? Okay, nakuja.
Huyu dada anashika kichwa, hawajui ni nani anayegonga. Mchizi anakwenda kufungua mlango. Huyu dada yuko anaicheza ngoma ya segere. Wahuni sio watu wazuri wakiamua kukutoa kwenye mamlaka yao. Anapotoka anawaona polisi wawili na huyu shoga wa rafiki yake. Anaambia, "Hey, vipi?" Anambia, mimi ni Inspector Mwenenu na huyu ni mshikaji wangu. Tuko hapa kwa ajili ya kumkamata mwanadada anaitwa Scarlett. Nadhani yuko hapa." Anasema, "Scarlett? Sijamuona leo." Anasema, "Uongo, yuko ndani." Huyu dada naye anatoka, anambia, "Oh, haya, una Juvita, samahani, nisamee. Toka. Mimi wewe si ulikuwa unasema uwezi kutoka ndani ya nyumba. Nenda. Unaitwa huko. Unaitwa. Asema, mimi nimesema sijamuona siku ya leo. Anambia, ofisa yuko ndani huyu bwana. Mtoka nje. Mchukue huyu hapo. Ondoka. Scarlett, uko chini kwa kesi ya mauaji. Chochote utakachokizungumza hapa kitatumika kama ushahidi katika mahakama ya sheria. Ofisa, nenda Scarlett, twende. Wewe nisaidie basi, nisaidie, tulikuwa tunakula mambo mazuri pamoja, hebu naomba nisaidie. Mchizi, muuaji, nenda. Ken, nisaidie, mbona tumekuwa tukifurahi pamoja, kwa nini unashindwa kunisaidia? Ken amebaki amesimama, hajui cha kukifanya. Twende. Dada mwandishi yuko nyuma, moyo wake umejawa na furaha kwa kazi yake ya uandishi kuisaidia kuinusuru ndoa. Basi siku hii ilipita ikiwa katika mchaka wa Skala kukamatwa, lakini baada ya kupita siku hii, basi dada yetu yule dada mwandishi alienda moja kwa moja ofisini kwa yule mshikaji kwenda kuongea naye. Kama sikiliza Kenneth, msikilize mkeo japo mara moja. Unataka mimi nimsikilize? Ameshafanya kila kitu mpaka Skala ameenda jela. Unadhani mimi nina kitu kinaendelea? Ndoa yetu ilishakwisha. Tuko sina cha kusikiliza kwake. Hata kama Skala amekamatwa ni muuaji, lakini mimi na yeye hii ndoa haiwezi kuendelea. Ilishakufa. Asema sawa, lakini najua imekufa. Basi msikilize tu. Ana kitu tu unaweza ukakisikia. Hata hao watuhumiwa kama Skala wanapewa nafasi ya kujitetea. Na nimemsamehe kwa kila kitu, lakini sioni kama hii ndoa inaweza kuendelea. Kwa mchizi alikuwa anasisitiza, huyu dada aliomba huyu mchizi akamsikize mkewe japo kidogo. Na mchizi alikiri kwamba amemsamehe, lakini ndoa hii haitaweza kuendelea, lakini atatenga muda wa kumsikiliza kama anavyotaka. Huyu dada anamshukuru, na kweli usiku wake huyu dada alikuwa amepiga magoti mbele ya mumewe. Na mchizi alikuwa anamwangalia John na kumwangalia, na dada amejinamia, tumekaa muda hapa lakini huna unachokiongea Jovita. Kama una kitu cha kusema sema, kama huna chochote cha kusema mimi naomba niondoke zangu nikalale. Nilibakwa nikiwa na umri wa miaka 5 na nikaja lakini katika umri kama huo sikuweza kufanya chochote, ili ni athiri sana kiakili. Lakini pia nikaja nikabakwa tena, sikuamini kabisa kama nitaweza kuishi. Mchizi anachanganyikiwa, lakini nikaja kubakwa tena. Nilitumwa kitu dukani nyumbani nikiwa na umri wa miaka 8, lakini njiani nikabakwa tena. Kwa hiyo huyu dada kilichokuwa kinamsumbua ni matokeo ya kisaikolojia yalikuwa yakimtesa, maumivu aliyopata alipobakwa akiwa na umri wa miaka 5 na baadaye kubakwa tena baada ya kuvunja ungo. Kwa hiyo anamwambia, kwa nini hukuweza kuniambia vitu kama hivi? Kwa nini umekuwa na matatizo mazito kama haya peke yako? Kwa hiyo mshikaji anamsamehe mkewe na kisha kumwambia mkewe
tafadhali, sikuwa najua kama una mambo mazito kama haya. Lakini mwisho anamwambia, kwa nini ulimleta malaya kwenye nyumba yetu? Kwa nini ulimleta? Anasema, mimi nilikuwa nakupenda sana na sikutaka kukupoteza, hivyo nilidhani labda yeye anaweza kuituliza nafsi yako, haswa pale ulipoanza kuto kurudi nyumbani. Anaambia, kweli umepitia makubwa sana, sikupenda kukupoteza. Mshikaji anamsamehe mkewe, anamwambia, usijali, niko pamoja na wewe na nisamehe sana ya kutokujua nini kinachopitia. Nitahakikisha natafuta mtu wa therapy, mtu wa psychology, na nitakuwa nikikupeleka mwenyewe mpaka pale akili yako itakapokaa sawa, mke wangu. Sikulaumu tena na wala sitakuletea hadithi za kutenda tendo la ndoa mpaka pale nitakapohisi uko sawa. Anamkumbatia mkewe. Na tambara letu la leo linaishia hapo. Hii movie inaitwa The Maid Heart, one of the best movie kutoka Niger. Na mimi nimeifanya recap kwako fupi ili upate kuelewa